Je, mwanamke anaweza kujifungua watoto wangapi katika maisha yake? 10, 20 au hata 44 kama Mariamu na Batanzi kutokea Uganda? Vipi kama nikikwambia kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mji wa Goma kuna mwanamke ambaye amejifungua watoto 53? Nitakufa mbio mimi. Kama nitaacha kuzaa naweza kufa. Kama unadhani umeona kila kitu duniani, unajidanganya. Embu fikiria, leo nimekutana na mwanamke ana umri wa miaka 50 na ana watoto 53 na hakuna anayemzungumzia. Mimi ndio mama Francine. Jina langu ni Francine, nina miaka 50 na pia nina watoto 53. Katika video hii tutaangazia jinsi mama huyu alivyozaa watoto 53. Na usicheke, fikiria kama wanafunzi wote wa darasa lako wangekuwa ndugu zako. Ikoje hiyo? Francine alijifungua vipi watoto 53? Ni nani baba yao? Na amewezaje kuwatunza wote kwa miaka yote hii? Na kwa nini hakuna mtu ambaye amewahi kusimulia hadithi yake? Twende pamoja kwa sababu hii itakuwa ni moja ya kisa chenye hisia zaidi kuwahi kutokea. Mtumbu wa Mary anazaa. Nina ndugu 52. Siwezi hata kukumbuka majina yao au nyuso zao wote. Wakati mwingine nakutana na ndugu zangu barabarani na hata siwezi kuwatambua vizuri mpaka wanisimamishe na kujitambulisha. Tuko wengi mno. Pia niko mtoto wake wa 6. Mimi ni mtoto wa 6 kati ya watoto 53. Ndugu zangu wengi kwa sasa wameolewa na wengine wameshaoa, na mama yangu ana wajukuu zaidi ya 10. Safari yangu ilianza mapema asubuhi, kwenda kuchunguza jinsi familia hii kubwa inavyoianza siku yao, kujua sehemu wanapolala, shughuli zao za asubuhi na jinsi wanavyoweza kumudu maisha. Hivi tunjo wanalalaka hivi. Hivi ndivyo watoto wangu wanavyolala. Kama unavyoona, tukiweka vitanda hapa, chumba kinakuwa kidogo mno. Kwa hiyo tumeamua kuweka magodoro sakafuni. Watoto wakubwa wa kiume na wasichana ambao hawawezi kulala na wadogo, wao wanalala kwenye sofa sebuleni. Ndio maana tulinunua sofa ndefu angalau wazitumie kama vitanda usiku. Kulala hapa sio rahisi hata kidogo. Nyumba ni ndogo mno kulingana na ukubwa wa familia. Wanapoamka asubuhi, changamoto inaendelea kama kawaida, kutafuta namna ya kuoga na kujiandaa kwenda shule kwa kuwa wana bafu moja tu. Kama ilivyo kwa watu wengi wa Afrika, hususan sehemu za vijijini, husubiri mpaka majira ya usiku ndio waoge nje. Hiyo ndio lifestyle yao na siwezi kuwalaumu. Je, Francine anahitaji kupika chakula kiasi gani kila siku kwa ajili ya kulisha watoto wake? Baba, kila siku mimi nabapigiaka chakula tu ya mingi, juu watoto ni ba mingi sana. Kama unavyoona, siwezi kuwabagua. Hata wajukuu wangu kila siku huja hapa nyumbani na inabidi wao pia wale. Kila siku natumia zaidi ya kilo 26 za unga wa mahindi na kilo 7 za maharage kuhakikisha kuwa watoto na wajukuu wangu wote wameshiba. Leo wanapika ndizi aina ya matoke, lakini hebu ngoja tujadili. Sio kusema kuna harusi hapa, maana sio kwa wingi wa watu na chakula hiki. Pia na kazi za hapa ni nyingi mno, na kufanywa na mtu mmoja ni kitu kisichowezekana. Uzuri ni kwamba familia nzima inawajibika katika kazi. Mimi niko komisioner, ni kazi yenye siwezi pata leo kesho donke. Ni aibu sana kwangu maana kazi yangu haitabiriki. Natamani sana ningemsaidia mama yangu maana tupo wengi mno. Lakini safari ya Francine haikuanzia hapa. Nilipokuwa na miaka 16, nilikutana na mwanaume mmoja, akaniambia ananipenda. Ndipo nikapata mimba ya mtoto wangu wa kwanza aitwaye Kambali, lakini aliniacha. Baada ya kufikisha miaka 19, nilikutana na mume wangu ambaye alinipenda sana na ndiye ambaye nimezaa naye watoto 52. Kwa bahati mbaya mume wangu alifariki miezi 2 iliyopita. Kama ungekuja mapema, ungeweza kumwona. Alikuwa ni mwanaume wa ajabu sana kuwahi kumwona, na hiyo ni kutokana na nguvu zake.
Kweli hatuna bahati. Baba wa familia hii hayupo. Nilikuwa natarajia kukutana naye, lakini ndio hivyo tena, alishaaga dunia. Tulimuuliza Francine, ulijifungua vipi watoto wote hawa? Nitakufa mbio mimi naacha bale ba. Kama ningeacha kuzaa basi ningekufa. Wacha nieleze. Nilizaliwa na hali hii ya kurithi iitwayo hyperovulation. Hali hiyo hupelekea yai moja katika mzunguko kutengenezwa kwa wingi. Hali hii huongeza uwezekano mkubwa wa kupata mapacha wawili, mapacha watatu au hata watano. Nilipofikia mtoto wa 12 nilienda kumwona daktari, na yeye aliniambia ni lazima niendelee kuzaa ili kupunguza uzalishaji wangu wa mayai, vinginevyo ningeweza kupata uvimbe ambao ungetokea kwenye ovari zangu na mwisho wa siku kupoteza maisha. Kwa maana hiyo mimi na mume wangu tuliendelea kuzaa ili kuweza kuokoa maisha yangu. Mimi sio daktari, kwa hiyo sijui kama hili lilikuwa ni suluhisho kwa hali yake au la, lakini sipo hapa kuhukumu au kubadilisha chochote. Ila kama ni kweli, ana bahati sana, maana aliweza kuokoa maisha yake. Lakini kuwa na watoto 53 akiwa na miaka 50, hii inawezekanaje? Mimi niko na watoto 53. Nilijifungua watoto 53 katika mimba 17 tu, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Mapacha watano nilizaa mara 2, mapacha wanne nilizaa mara 3, mapacha watatu nilizaa mara 4, mapacha wawili nilizaa mara 5 na kujifungua mtoto mmoja mara 3. Hiyo inakamilisha hesabu ya watoto 52 kwa mimba 17, na namshukuru Mungu watoto wangu wote wako hai. Aha, sasa nimeanza kuelewa. Lakini Francine, kuna mwanamke huko Uganda aliyedai kuwa yeye ndiye mwanamke anayezaa zaidi duniani. Wewe unadhani kuna mtu ana watoto zaidi yako? Kweli? Hebu nitazame nilivyo. Katika nchi hii kuna mambo mengi ya kushangaza ambayo dunia haijui. Labda ni kwa sababu waandishi wa kimataifa mara nyingi hawaji hapa, ndio maana ni vigumu kusimulia hadithi zetu. Watu wanapoisikia Kongo wanachojua wao ni kuhusu vita na madini tu. Hakuna anayejali kusimulia hadithi kama yangu. Ndio maana nilibaki bila kujulikana kwa muda mrefu. Usikute kuna mtu ana watoto zaidi yangu, labda hapa Kongo au sehemu nyingine. Kwa hiyo bila vyombo vya habari ni ngumu sana kumjua. Francine yuko sahihi. Alijibu swali langu vizuri kuliko nilivyotarajia. Lakini udadisi wangu haukuishia hapo. Anapata wapi pesa za ada ya shule kwa watoto wote hawa? Kusema piko wanasoma, kwanza hapa tulishukuru Tshisekedi anatuletea masomo ya bure. Kiukweli nashukuru sana serikali ya Tshisekedi kwa sababu elimu ni bure. Acha nikwambie ukweli, yaani kama isingekuwa elimu ya bure, basi watoto hawa wasingeenda shule. Lakini sasa kutokana na serikali hii, watoto wangu wanasoma bure. Ninapambana tu kuwapatia chakula, dawa na nguo, lakini ada ya shule hilo lishatatuliwa. Ni vigumu kuamini kuwa nimesimama hapa na mwanamke mwenye uwezo wa kuzaa watoto wengi zaidi duniani. Kila anaponijibu maswali yangu, anazidi kunichochea kumchimba zaidi, na hiyo ni kutokana na maisha wanayoishi. Na sasa nilimuuliza mtoto wa kwanza wa Francine, anajisikiaje kuwa na wadogo zake 52? Atus liwasio minjo mesha jai Kambale. Jina langu ni Kambali, nina miaka 34 na mimi ni mtoto wa kwanza wa Francine. Mama aliolewa na mume wake wa pili nikiwa na miaka 2 tu. Nilimchukulia mwanaume huyo kama baba yangu. Alinilea vizuri sana. Alikuwa baba bora kwangu. Kwa bahati mbaya alifariki miezi 2 iliyopita. Tukamuuliza Kambali, unajua majina na nyuso za ndugu zako wote? Siwezi za kusabilia paske. Akajibu hapana, ni jambo lisilowezekana. Wakati mwingine nakutana nao mtaani na siwatambui, hasa ambao ni wadogo. Nikikutana nao wanapaswa kujitambulisha kwangu kuwa ni ndugu zangu. Sio kwamba siwapendi, lakini kuwatambua wote 52 ni kazi kubwa mno. Tukamuuliza, bado unaishi katika nyumba ya wazazi wako? Oui, persone mtushaoa. Akasema hapana, kwa sasa nimeoa na nina watoto 2. Watoto 8 tayari, tuna familia zetu na sisi. Ndio maana wengi wetu hatupo hapa tena, lakini watoto wetu wanapenda kuja hapa kucheza na shangazi zao pamoja na wajomba zao. Wanafurahia kuwa na wenzao wa kucheza nao, jambo ambalo linaongeza mzigo kwa mama yetu kuwalisha watoto wake na wakwetu. Ni aibu sana, maana natamani ningemsaidia mama yangu zaidi, lakini kazi yangu haiaminiki. Siwezi kumsaidia kila siku.
Baadhi ya watoto wa Francine ni wakubwa vya kutosha kuweza kujitegemea, lakini walipokuwa wadogo hawakuwa na bahati, maana fursa iliyopo kwa sasa kwamba elimu inatolewa bure kipindi hiko haikuwepo, jambo ambalo linamfanya Francine apambane zaidi. Mimi ni mtoto wa 5 katika tumbo la mamangu, lakini nimebahatika kuishi nchi jirani, nimeishi Tanzania sana. Mimi ni mtoto wa 5 katika familia hii ya watoto 53, lakini nilikuwa na bahati ya kukulia katika nchi jirani ambayo ni Tanzania. Nilirudi hapa miezi miwili iliyopita kwa ajili ya mazishi ya baba yangu. Kwa kweli sikujua kama tumefikia idadi hii. Nilishangaa sana kuwaona watoto wote 53 tukiwa tumekusanyika kwenye mazishi. Ilinifanya niwaze namna mama yetu anavyopambana na umati wote huu peke yake. Nimeamua kumwachia Mungu na namuomba sana Mungu azidi kumsaidia. Kiukweli watoto wengi hushirikiana na pia wanampenda sana mama yao na hawalalamiki juu ya kuzaa kwake. Wao hukaa kimya. Na baadhi ya watoto kama Nicole kwa sasa ameamua kuanza kujitafutia maisha mapema, na hivi ndivyo nilivyokutana na Nicole. Jina langu Nicole. Jina langu ni Nicole. Mimi ni mtoto wake wa 25. Simchukii mama yangu, lakini maisha ya kule nyumbani ni magumu sana. Nikiwa kama msichana mkubwa, kuishi kule ilikuwa ni vigumu sana kwangu, maana nikikaa kule huwa nakuwa na mawazo mabaya tu ambayo yangepelekea hata wanaume kunitumia ovyo, na ndio maana niliamua kuondoka. Nilipata kazi ya kumsaidia rafiki yangu kuuza katika duka hili dogo la dawa. Nilisoma kozi ya famasi, ndio maana niko hapa. Kiukweli sipati pesa nyingi, ni kiasi kidogo tu ndio ambacho ninakipata, na pia kinanitosha mimi kama mimi, lakini ninajaribu kadri niwezavyo kuweza kuisaidia familia yangu. Namwomba Mungu amsaidie mama yangu kwa sababu sina la kufanya. Usiku unapofika na watoto wanalala wakijiandaa kwenda shule kesho, lakini Francine halali. Ukiachilia mbali na uchovu wa kupika na kuwatunza watoto wote pamoja na wajukuu kwa siku nzima, usingizi hauji mapema kwa sababu hajui atawalisha nini kesho yake. Na ndio maana majira ya usiku Francine hutoka kwenda mitaani Goma kuchoma mahindi ili auze. Amekuwa na ushindani mkubwa sana kwenye biashara yake, na hiyo ni kutokana na kwamba biashara hii imekuwa ikifanywa na watu wengi, na hiyo yote ni kwa sababu ukiwa na mtaji wa shilingi 15,000 tu unaweza kuanza kufanya biashara hii, na mbaya zaidi hapati faida kubwa. Anafanya yote haya kwa ajili ya watoto wake. Nina maswali machache zaidi kwake, lakini ngoja nisubiri asubuhi. Ngoja nimuulize Francine, umewahi kufikiria kutoroka familia yako kwenda sehemu nyingine kupumzika tu? Hakuna. Sijawahi kufikiria kuwaacha watoto wangu, yaani ni bora nife kuliko kuwaacha. Watu wengi wamenishauri niwaache, lakini siwezi kufanya kitu kama hiko. Hakuna hata mmoja wa watoto wangu anayejutia kuzaliwa na mimi. Mimi ndiye ninayewajibika kwa kila kitu kwao. Wao, mama wa kipekee sana. Tulimuuliza, je, Francine, watoto wako huwa wanaoneana wivu? Mimi najisikia kabisa, mimi nabaonaka. Hapana, kwa sababu ninawapenda watoto wangu na wajukuu wangu wote. Upendo wangu kwao upo sawa kabisa. Wivu hauna nafasi katika nyumba hii. Tatizo letu pekee ni umasikini tu, lakini wivu, hapana. Tulimuuliza Francine, unaweza kuyatambua majina ya watoto wako mmoja baada ya mwingine? Ndiyo, juli kwa. Bila shaka ninaweza kuyatambua majina ya watoto wangu wote. Katika dunia hii najua majina ya watu zaidi ya 500, wakiwemo hata watu wa kawaida tu. Hivyo ninawezaje kushindwa kuyatambua majina ya watoto wangu sasa? Labda kuchanganyikiwa kidogo tu wakati mwingine, kwa sababu wengi wao wanafanana sana, hasa mapacha. Naweza kuchanganya umri wao au nani alitangulia kuzaliwa, lakini sikuwahi kusahau majina yao au nyuso zao. Je, huwa unawapaje majina ya watoto wako pindi unapowazaa? Na ungependa wawe wakina nani katika maisha yao ya baadaye? Mara nyingi ninapata msukumo kutoka kwa watu mashuhuri, especially wachezaji wa mpira, watu maarufu au watu wanaoheshimiwa katika nchi yangu. Hapo ndipo ninapopata majina ya watoto wangu. Kuhusu maisha yao ya baadaye hakuna anayeweza kutabiri, lakini ni Mungu tu pekee anayejua kama watakuwa viongozi au watu maarufu. Mimi siwezi nikajua. Nilikuwa na swali la mwisho kwa Francine. Ni kipi kinakufanya uwe na furaha? Mwanzoni wa mahusiano yangu nilivunjwa moyo na nikapata furaha baada ya kuwa na baba wa watoto hawa, lakini baada ya yeye kufariki miezi miwili iliyopita niliumia sana, maana alikuwa ni mkarimu na mimi nilimheshimu na kumpenda pia.
Kwa sasa furaha yangu hutokana na kuwaona watoto wangu. Kama wakiwa na furaha, nami huwa na furaha pia. Aisee, muda wangu niliutumia kukaa na Francine, nimejifunza jambo fulani, kwamba nisije nikakaa na kufikiria kwamba nimeona kila kitu duniani, na pia nisilalamike tena kuhusu maisha. Maisha na imani huwa vinaendana. Tunafanya kazi kwa bidii kila siku ili kujenga maisha bora ya baadaye, lakini wakati mwingine kile tunachokidhani ni bora kwa ajili yetu hugeuka kuwa msala, na kile kinachoonekana kuwa kibaya hugeuka kuwa baraka kubwa. Francine alizaliwa na hali iitwayo hypovulation ambayo ilisababisha mwili wake kutoa mayai mengi katika mzunguko mmoja, lakini pia alizaliwa shujaa. Yeye ni mpambanaji wa kweli, na nasikitika kwamba ilinichukua muda mrefu kutambua kwamba shujaa sio mpaka avae gwanda. Kuna mashujaa huvaa hata kanga. Usisite kutuwekea komenti yako. Hii ni sauti ya Fransho kutokea Afrimax. Kumbuka kusubscribe na kusambaza hadithi hii inayomhusu Francine kwa ulimwengu mzima.